Hello mwana Kilimo 360, karibu sana. Sasa kwenye video iliyopita nilizungumza uwekezaji mpya, lakini pia nikaeleza changamoto ambazo tulizipata. Ili eneo tulinunua, tukapata changamoto kidogo ya ownership, kwa maana yule ambaye ametuuzia, kuna mtu aliclaim kwamba sio eneo lake. And in fact haya maeneo yalikuwa ya mtu mmoja na ni mengi. Kwa hiyo sasa hapa paliuzwa na yule mtu aliyekuja kununua baadaye akapauza, na sisi ndio tukawa tumepanunua. Hapa ndo mpaka kwenye ule mti ambao tunauona pale, kuja maeneo haya panashuka kwenda pale chini. Sasa basi tulikuwa tumeshaanza hiki kiprojekti chetu, tunaanza taratibu kulingana na bajeti zetu. Sasa tulikuwa tumeshafanya kila kitu hapa. Tulifanya kila kitu, ilikuwa imebaki kuja kumalizia hapa ambacho kimebaki, kwa maana ya kuja kumwaga zege hapo. Sasa changamoto ilivyotokea, tukasimama, na kwa sababu tulikuwa tumeshatenga budget, tukajikuta tumile budget 100 si nyingi, kwa sababu jambo lilikuwa limechukua muda kidogo na lilikuwa tujui litakwenda kuisha lini na kwa namna gani. Lakini haikuwa issue sana, kwa sababu project yetu ilikuwa kwamba mwaka huu walau mpaka mwezi huu wa 3 tuwe tumeshaingiza nguruwe. Kwa hiyo ndio tupo kwenye huu mwezi. Kwa hiyo tunahakikisha walau wiki hii tuna accomplish our mission, na hapa tunakuja kumwaga zege, na almost kila kitu kilikuwepo. Ambacho kwa kijanunulika ilikuwa ni mifuko ya simenti kwa sababu ya changamoto ya uhifadhi, lakini kokoto zipo, mchanga upo and all that, vitu vyote vipo. Kwa hiyo ni kama ambavyo inaonekana, na yule nguruwe ambaye tulikuwa tumemwona jike yule pale atakuja hapa, tutaongeza na nguruwe wengine. Na hapo kwenye nguruwe ndo kidogo changamoto, na nguruwe wa mbegu kwa kweli wana gharama, kwa sababu mtu akuuzii kwamba kilo hapa na anakuuzia kile wazo ambalo uko nalo. Kwa changamoto inakuja kuwa hapo, lakini tutakwenda kule. Nimeenda nimetoa migomba. Tunaona maeneo ya kule ambako tumefuga kuna migomba, kwa hiyo nimeitoa. Tumekuja kuweka mgomba wetu wa kwanza na mgomba wetu wa pili, na tutaendelea kufanya hivyo, ili walau mazingira yetu walau mara moja mara mbili tatu unakata unatupia hapo, na kwa namna fulani hivi inasaidia huwezi kukosa hata vindizi vya hapa na pale. Kwa hiyo hapa, kama ambavyo nilisema, kule tulimekuwa na eneo ambalo hatukuwa na uwezo wa kuliexpand to the extent ambayo tunataka, kwa sababu ya maeneo kimsingi si ya kwetu. Kwa ni eneo ambalo ni la familia na tumeestablish hayo mazingira ya kufanya vile. Kwa hiyo hatuwezi kuenda kwa kiwango hicho ambacho tunataka kufanya, ambayo linipelekea kuja kununua eneo hili kwenda kule chini. Sio kubwa sana, lakini hapa nitafuga wanyama vile ambavyo natamani, na kuna maeneo jirani. Kwa as we grow, tutaangalia namna ambayo tunakwenda kufanya, ili kama kuna uwezekano tuweze kubeba na maeneo ambayo tunaweza kubeba jirani na hapa, in case tunataka kuexpand kwa kiwango kikubwa tuweze. Kwa ndo hivyo, tulipata changamoto zile tukasimama, na sasa hivi tunaendelea. Na lengo letu kwa kweli ni kuwa na nguruwe iwezekanavyo, na kuwa na kwenye cycle ambayo kila mwezi tunaweza tukatoa nguruwe. Kila mwezi tunaweza tukatoa nguruwe. It doesn't matter idadi, lakini walau ukiwa una nguruwe mathalani kwa chini hata mmoja,
au hata wawili, lakini kwa kwanza labda mmoja ambaye kila mwezi atakuwa anazaa. Yani mwezi wa kwanza una nguruwe amezaa, mwezi wa pili una nguruwe amezaa, mwezi wa tatu una nguruwe amezaa. Hivyo ile inasaidia kwamba kila baada ya miezi 6 nguruwe watakuwa wanaingia sokoni. Kwa hiyo unajikuta yule nguruwe aliyezaa baada ya miezi 6 nguruwe kanaingia sokoni. Yule mwezi wa pili baada ya miezi 6 ambayo itakuwa 7 inaingia sokoni. Kwa hiyo tunafikiri kufanya hivyo ili biashara iweze kuenda vizuri. Kwa kweli unahitaji cash flow. Huo ndo uti wa mgongo wa biashara. Hizi biashara ambazo unaweza ukauza ukakaa na hela baada ya miezi 6 kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo tunataka tuwe tunatengeneza mazingira hayo kila mwezi ama walau miezi miwili tu tunatoa nguruwe ili itusaidie kwenye cash flow, isitupe shida kwenye kumanage biashara yetu vizuri. Na kwa kwenda zaidi tutaona baadaye kwenye kuja kuuza mbegu. Japo mbegu kwa kweli ni changamoto kwa sababu kadhaa. Moja, mbegu nyingi zimekuwa crossed too much. Yani unakuta unaenda kununua mbegu kwa mtu anakuambia this is large white but not pure large white. Au Duroc, unakuta Duroc ilichanganywa na large white. Unapata hapo nguruwe ambaye amechanganywa. Yule unakuta ile changanywa anakuja kuchanganywa na mwingine ambaye alichanganywa. Kwa hiyo unajikuta hatupati ile pure breeds kwa sababu hizo. Lakini tutajaribu kuona baada ya kufanikiwa kwenye nyama walau tuwe tuna mbegu ya nguruwe ambayo tutakuwa tunazalisha hapa na kuuza. All in all it needs time. Taratibu kwa sababu malengo yapo, tuone tutafika wapi. Subscribe channel yetu, share, comment, tupe unawaza kitu gani, tushauriane. Una swali tucheki, alafu tutapeana mawili matatu. Elimu mara zote huwa wanasema haina mwisho. Kuna jambo utakuwa unalifahamu mimi silifahamu, kuna jambo ambalo utakuwa unaweza ukaliona na jicho la tatu ni tofauti na jicho ambalo lipo kila siku mahali. Kwa hiyo tushauri, una swali weka hapo, tutasaidiana kushare knowledge. Karibuni sana.